Baba, katika jina la Yesu, ninachukua hatua imani, ninagusa kitambaa hiki kinachowakilisha nchi ya Tanzania. Bwana, ukaitazame Tanzania. Wote walio na hila tunawakabidhi katika mikono yako. Wote wanaohujumu nchi hii tunawakabidhi katika mikono yako. Wakutane na wewe, wakutane na wewe, wakutane na Mungu aliye hai, wakutane na Jehova, wakutane na Mungu ajibuye kwa moto, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ponya Tanzania, iponye Tanzania na dhuluma, iponye Tanzania na rushwa, iponye Tanzania na uonevu, iponye Tanzania. Yani ukienda kwenye umisheni, ukienda kumtumikia Mungu, pamoja na kwamba kuna Roho Mtakatifu, lakini iko ahadi ya Yesu, anasema hawezi kutuacha. Kule tunapofanya, tunapomhubiri, tunapomsema Yesu, yeye yuko pamoja na sisi. Yeye anatutangulia, yeye ni msaada wetu, na ametupa Roho Mtakatifu, anakuwepo ndani yetu. Na ndio maana katika kitabu cha Matendo 1 inaeleza upeo wa utume huu kuanzia Yerusalemu hadi miisho ya dunia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mwenyewe. Kwa hiyo mwitikio wa kanisa kwa utume ni wa lazima, kwa sababu nimeeleza Agano la Kale jinsi ambavyo Mungu alianza kumtafuta mtu, na nikaeleza Agano Jipya. Yesu anakiri, anasema alitumwa, na yeye anatutuma sisi kama yeye alivyotumwa na Baba. Kwa nini ni lazima kwa kanisa kufanya utume? Yesu ametupa Roho Mtakatifu anayeishi ndani yetu, ambaye yeye anaushuhudia ulimwengu kwa habari ya dhambi. Alafu Yesu naye amesema hawezi kutuacha, atakuwa pamoja nasi. Kwa hiyo kanisa linapaswa kutia agizo hili na kulitekeleza na kulifanya. Kama watakuwa na swali, watamuuliza Yesu. Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 3, Biblia inasema sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu, ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Sisi tunafanya kazi na Mungu, tukitoka tukafanya, Mungu anaonekana, Mungu anatukuzwa ndani yetu, na anasema sisi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Lakini kama Biblia inasema sisi ni wafanya kazi pamoja na Mungu, bila shaka kila asubuhi ukiamka unaanza kazi na Bwana. Bila shaka kila wakati unapotembea, unaposema, unapointeract na watu, wewe ni mfanyakazi pamoja na Mungu. Kazi ya Mungu ionekane ndani yako. Ndiyo maana yake wewe ni mtendakazi pamoja na Mungu. Ukiamka asubuhi, ukiamka, unavyosema na watu, unavyozungumza na watu, unavyotembea. Unajua, mnakumbuka Petro alivyomkana Yesu, hata walivyomtazama walisema, mbona lakini tukikutazama unaonekana kama wewe ni mmoja wao? Kwa sababu ile desturi na anavyoonekana, kwa kweli alikuwa anamreflect Yesu. Kwa hiyo unatakiwa ukitoka asubuhi, unavyoonekana, unavyotembea, unavyosema, haumuonyeshi Yesu kanisani tu. Hata umisheni tunaouzungumza, umisheni ni maisha, sio neno kula mwaka. Mchungaji ameandika hapa emphasis, anajaribu kuhimiza zaidi umisheni mwaka huu. Lakini si kwamba tukimaliza umisheni mwaka kesho hatufanye umisheni. Ni maisha yetu. Umisheni ni maisha ya Mkristo, na usipofanya umisheni wewe sio Mkristo. Kwamba sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu, na anasema kwamba sisi ni shamba lake, ni shamba la Mungu na ni jengo la Mungu. Tukisema hapa ni jengo, si kuna vitu ndani? Jengo lina vitu, kuna vitu vya thamani kama wewe. Biblia inasema wewe umetakaswa, wewe ni chombo kilicho tayari kwa ajili ya kazi njema. You are a vessel for the kingdom of God. Ni jengo. Jengo hapa lina kila kitu, una kila kitu, una resources zote ndani yako. Una Roho Mtakatifu, una Yesu Kristo, una Mungu Baba ndani yako. Unapokwenda dunia ifahamu ya kwamba wewe umeokoka, wewe unamcha Bwana, na kila mahali ukifika watu watambue ya kwamba wewe ni mfanyakazi pamoja na Mungu. Wewe ni shamba lake, wewe ni nyumba ya Mungu. Ndani yako kuna vitu vya thamani ambavyo Mungu ameviweka. Vionyeshe hivyo vitu. Hujapewa kwa ajili ya starehe, vionyeshe, vionekane. Kwa kama kuna ujasiri wowote ambao tunauonyesha, ni kwa sababu Mungu yuko ndani yetu. Mungu Roho Mtakatifu yuko ndani yetu, na hii tumepewa ili ifanyike sehemu ya kumshuhudia Kristo kwamba yuko ndani yetu, tunaishi, tunatembea naye. Ulazima wa utume kwa kanisa ni utambulisho wa kanisa kama shahidi wa Kristo